tufahamu kuhusiana na simulizi za Yona ama Nabii Yunus. Kisa cha Yona kimesimuliwa katika Biblia, lakini pia kimesimuliwa katika Qur'ani takatifu. Kisa chake maarufu cha kumezwa na samaki. Akakaa katika tumbo la samaki kwa muda wa wiki nzima. Mwanadamu pekee aliyeweza kusujudu na kupiga goti katika tumbo la samaki na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Undani wa kisa cha Yona ukoje? Ilikuwaje mpaka akaikimbia kazi aliyotumwa na Mwenyezi Mungu, mpaka akakutana na mitihani ya kwenda kuzama katika bahari na kumezwa na samaki? Baadhi ya watu wasiojua dini kweli kweli wanamdhihaki Yona kwa kumuona kama mtu aliyekimbia kazi aliyotumwa na Mwenyezi Mungu. Alikuwa dhaifu. Anatetewa na Biblia na Qur'an na hadithi za mtume. Yona hakuwa dhaifu. The Storybook hii leo kwa kina itachimba juu ya ukweli wa kisa cha Yona, nabii wa Mwenyezi Mungu. Halafu itakujuza mengi kuhusiana na hilo. The Storybook. Katika Biblia takatifu, kisa cha nabii huyu kinasimuliwa kwa kumtaja kwa jina la Yona. Mwanzo wa maisha ya hadithi yake kwa kadri isimuliavyo Biblia katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 14 mstari wa 25 imeandikwa, yeye Yona ni mtu wa Gath-Heferi, mji uliopatikana kwenye kilomita 4 tu kutoka mji wa Nazareti, mji ambao Yesu alikomalia katika makuzi yake miaka 800 hivi baadaye. Kwa hivyo hii ni dalili Yona aliishi takriban miaka 800 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Biblia inaendelea kwa kusema, Yona alifanya kazi yake ya unabii wakati wa utawala wa mfalme Yeroboamu wa pili, aliyekuwa mfalme wa makabila 10 ya ufalme wa Israeli. Nyakati hizo Waisraeli walikuwa wameanza tena kupotoka kwa maksudi, hasa kwa ibada ya ushirikina, kuabudu miungu mingine ya masanamu isiyokuwa Mungu wa kweli. Uovu na madhambi ya wana wa Israeli yalichochewa na mfalme wao muovu kwa wakati huo, mfalme Yeroboamu wa pili. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili kuanzia mstari wa 23 mpaka mstari wa 26, Biblia inasema, katika mwaka wa 15 wa enzi ya Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda, Yeroboamu mwana wa Yehoashi mfalme wa Israeli alianza kutawala huko Samaria. Akatawala kwa muda wa miaka 41. Alimwasi Mwenyezi Mungu, akafuata mfano wa mtangulizi wake mfalme Yeroboamu mwana wa Nebati, aliyepotosha watu wa Israeli wakatenda madhambi. Aliikomboa nchi yote iliyokuwa mali ya Israeli kutoka pito la Hamathi mpaka bahari ya Araba. Hivyo ndivyo alivyoahidi Mwenyezi Mungu kwa njia ya mtumishi wake Yona mwana wa Amitai, nabii kutoka Gath-Heferi. Maana Mwenyezi Mungu aliona tabu kubwa kwa waliopata wa Israeli, kwani hapakuwa na mtu yoyote wa kuwasaidia. Mwisho wa kuinukuu Biblia. Basi Mungu akataka kuwakomboa watu wake na dhambi, wasiendelee kupotoka. Siku moja Mungu akamwambia nabii Yona. Yona 1:2 imeandikwa, ondoka uende Ninawi, ule mji mkuu ukakemee, maana nimeona uovu wake ni mkubwa mno. Inasimuliwa kuwa huo mji wa Ninawi watu wake walikuwa ni viburi sana na pia wakatili mno. Hata mji wao ulipachikwa jina la mji wa umwagaji damu. Basi nabii Yona alipaswa kufanya safari ngumu ya kutembea kwa kilomita 800 hivi kuelekea mashariki, safari ya makadirio ya kutembea kwa muda wa mwezi mzima. Lakini hapa, baada ya Yona kutumwa kazi hii na Mungu kwa wale watu viburi na makatili wa mji wa Ninawi, wako wachambuzi wasomi wa Biblia wanasema kwamba Yona alijaribu kuikimbia kazi aliyotumwa na Mungu wake. Inadaiwa kwamba Mungu alimwambia aende upande wa mashariki, lakini Yona akafanya safari na kwenda upande wa magharibi, na akajaribu kwenda mbali kadri awezavyo. Wasomi hawa wa Biblia wanaosimulia juu ya hoja hii wanasema hawajui kwa dhati ni nini Yona alikuwa akifikiria ndani ya kichwa chake kwa wakati huo.
Basi wanaendelea kwa kusema Yona alijaribu kukwepa kikombe cha kwenda mji wa makatili wa Ninawi. Akaamua kwenda kwenye bandari ya Yopa, mahali alipopata mashua iliyokuwa ikienda Tarshishi. Watu fulani wenye elimu ya mambo ya Biblia wanasema ikiwa ni hivyo, basi mahali ambapo nabii Yona alikuwa anaenda ni takriban kilomita 3500 hivi mbali kabisa na Ninawi alikotumwa aende na Mungu. Ushahidi wa kisa hiki cha Yona kujaribu kuikimbia kazi aliyotumwa na Mungu unasimuliwa katika Biblia. Yohana 1:3 imeandikwa, basi Yona akaanza safari, lakini akashika njia ya kwenda Tarshishi ili kumkwepa Mwenyezi Mungu. Akaenda hadi mjini Yopa ambapo alikuta meli moja iko tayari kwenda Tarshishi. Alilipa nauli, akapanda meli, akasafiri na mabaharia wao kwenda Tarshishi ili kumkwepa Mwenyezi Mungu. Lakini wasomi wa Biblia wanasema haipaswi kumlaumu Yona kama vile alikuwa muovu asiyefaa. Yona anatetewa kwa andiko la Zaburi 51:5. Imeandikwa, ni nani kati yetu ambaye hajawahi hata siku moja kuwa na uoga? Na tena kwa Waislamu iko hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambapo watu waliposikia kuwa Yunus alikimbia umma wake na kwenda baharini, basi walimtoa maana. Kwa Waislamu ukisikia nabii Yunus, basi ndiye yule nabii Yona wa kwenye Biblia. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawaambia, la, tena asije mtu akaona na kusema mimi Muhammad ni bora kuliko Mtume Yunus. Hapa kwa Waislamu Muhammad anamtetea Mtume Yunus. Basi yatosha kusema atakalo Mungu mwanadamu hawezi pangua. Agizo la Yona kwenda Ninawi bado lilitimia. Kisa cha Yona kinasimuliwa pia katika mafundisho ya dini ya Kiislamu. Kwa Waislamu wanakiita kisa cha nabii Yunus. Basi na tuchanganye utamu kidogo ili tufaidi zaidi na kupata faida ya kukielewa kisa hiki kwa mapana zaidi. Kwa hivyo, kwa sasa mkisikia nasema nabii Yunus, basi nitakuwa namzungumzia yule yule ambaye Biblia inamuita nabii Yona. Simulizi za Waislamu kuhusiana na nabii Yunus zinasema katika mji mmoja ulioitwa Ninawa, ndo ule mji wa Ninawi ulioko ndani ya mji wa Mosul kule nchi ya Iraq ya sasa, aliishi nabii mtukufu Yunus. Mungu alimtuma Yunus kwa watu wa mji ule ambao waliishi katika mazingira ya ujinga na ushirikina kwa muda mrefu. Hapa isiwachanganye kwamba sasa, je, huo mji ulikuwa unaitwa Ninawa au ulikuwa unaitwa Ninawi? Jina hubadilika kulingana na athari za lugha mbalimbali, kwani hata sasa mji huo kwa Kiingereza jina lake maarufu unaitwa Nineveh. Na pia msichanganyikiwe ya kwamba je, ulikuwa ni mji ulioko nchi gani hasa? Ulikuwa ni mji wa Waisraeli ama ulikuwa ni mji ambao uko Iraq kama wanavyosema Waislamu hivi sasa? Ukitazama ramani ya dunia ya hivi sasa, mji huu unaonekana uko kaskazini mwa nchi ya Iraki. Basi tuendelee na hadithi yetu. Mungu alimtuma nabii Yunus ili awahubirie watu wake katika kumwamini Mungu mmoja pekee. Lakini watu wa mji wa Ninawa walikataa kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja na wakaendelea kuishi katika giza la ushirikina na kukufuru. Kisa hiki kimeelezwa katika Qur'ani takatifu katika sura As-Safat, pia surat Yunus na pia surat Al-Anbiya. Basi nabii Yunus alihubiri na kuhubiri kuhusu Mungu wa kweli na njia za matendo mema, lakini watu wa Ninawa walikuwa viburi hasa. Maneno ya nabii Yunus yaliingilia kushoto na yakatokea kulia. Nabii Yunus akamrudia Mungu na kumwambia, Mungu, waja wako wanakataa kunisikia. Tena mwisho wananikataa na mimi mwenyewe ya kwamba si mtume, na wananikataa kwa kibri. Sasa na kuachia mwenyewe watu wako. Mwenyezi Mungu akamjibu nabii Yunus akamwambia, watahadharishe waja wangu na adhabu, tena wape na dalili zake. Yunus akawakusanya wale watu waovu na kuwaambia, nimenadi nikanadi, nikikuelezeeni utukufu wa Mungu, nikiwakatazeni mabaya na kuwaamrisha mema. Sasa yule aliyenituma ameniambia niwaambie, hivi sasa jiandaeni na adhabu ya Mungu itakayokuja baada ya siku 3.
mtaangamizwa kama walivyoangamizwa waliopita kabla yenu. Na kisha Yunus akawatajia dalili mbalimbali zitakazotokea kabla ya kuja kwa adhabu hiyo. Basi kabla ya zile siku 3 alizosema Mungu hazijatimia, Nabii Yunus alikata tamaa na akafungasha kila kilicho chake na aliondoka katika mji wa Ninawa. Nabii Yunus hakusubiri kupata maelekezo kutoka kwa Mungu akipewa amri ya kuondoka Ninawa, ambako watu walikataa mafundisho ya Mungu. Yunus aliondoka kwa hasira. Hakutambua kuwa kufanya hivyo ni kosa na kwamba kuongoa watu si jukumu lake, bali jukumu lake lilikuwa ni kuwahubiria mafundisho ya Mungu. Hakika anayemiliki swala la kuongoa watu si binadamu wala malaika, isipokuwa ni Mungu mwenyewe. Hivyo Nabii Yunus akaondoka mpaka ufukweni. Akapata chombo kimoja kimejaa wasafiri, lakini hawakumnyima nafasi. Yunus naye wakampakia humo. Chombo kikaanza safari, kikakata mawimbi ya bahari. Yunus, nabii wa Mungu, ni kama anawatelekeza watu wale ambao Mungu alitaka kuwanusuru kupitia yeye. Safari ikaendelea mpaka wakafika mbali baharini kwenye kina kirefu. Hapo sasa Mungu akaleta shani yake. Katikati ya bahari ya kina kirefu, chombo kile kikaanza kupigwa na mawimbi na kwenda mrama. Jahazi likaanza kuingia maji. Wasafiri waliokuwemo mule wote wakataharuki. Na enzi hizo watu walikuwa na imani ya kwamba ikitokea hivyo, basi ndani ya jahazi hakika kutakuwa na mtumwa ambaye amemtoroka bwana wake. Sasa ikabidi wafanye maarifa ya kwamba watafute na kumjua mtu huyo ni nani, na akipatikana basi wamtose kwenye maji ili waondokane na gharika hiyo, kwa maana ni bora afe mtu mmoja kuliko kufa watu wote waliokuwamo kwenye jahazi lile. Nahodha akasimama na akatangaza, tunaye mtu hapa kamkimbia bwana wake. Na kweli Yunus alikuwa amemkimbia Bwana Mungu wake, kwa maana aliondoka kabla ya kupewa amri na Mungu wake. Yunus aliondoka Ninawa kabla hajaamrishwa hivyo na Mungu. Basi nahodha wa jahazi alisema, hakika sisi tuliokuwamo humu ndani yuko mtumwa ambaye amemkimbia bwana wake. Basi ni lazima tumtambue na ipigwe kura. Kura ilipopigwa ikamwangukia Nabii Yunus. Lakini kwa vile watu walikuwa wakimjua kwa heshima, basi wakamstahi na wakasema, tupige tena kura. Ikapigwa kura mara ya pili, tena ikamwangukia tena Nabii Yunus. Wakamstahi tena, wakasema ipigwe kura mara ya 3. Vivyo hivyo ilipopigwa kura mara ya 3 ikamwangukia tena Yunus. Mungu anaonyesha ufundi wake kutimia lile alitakalo yeye na si vinginevyo atakavyo mwanadamu. Basi ilivyokuwa hivyo, Nabii Yunus akawaambia, wala msinitose, nitajitosa mimi mwenyewe ndani ya bahari. Nabii Yunus akatoa nguo zake na kujitosa baharini. Hivyo ni kwa kadri ya simuliavyo maandiko ya dini ya Kiislamu. Tukirudi kwenye kurasa za Biblia, inasimuliwa kuwa baadaye Yona, yaani Nabii Yunus, alieleza namna alivyojisikia wakati huo tangu anajitosa katika bahari mpaka alipofika chini kwenye kina cha bahari. Wakati anajitosa, Yona anasema alifikiri mambo mengi katika maisha yake. Akafikiri kwa huzuni kwamba hataliona tena hekalu la Mungu. Basi Yona akajisikia kuwa anashuka katika vilindi vya kina cha bahari kubwa mpaka akazama na kufika sehemu za chini kabisa za milima, mahali ambako magugu yakamsonga, na hapo ikaonekana kuwa ndiyo litakuwa kaburi lake Yona. Soma Biblia kitabu cha Yona sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 6. Lakini tazama, Yona akaanza kuona kitu kikubwa cheusi kinatembea kikimkaribia. Kilipomkaribia zaidi, kitu kile cheusi kikubwa kikaanza kufungua mdomo wake na kuachama, na kikamsogelea mpaka kikamfikia na kikammeza. Yona akaona huo ndio mwisho wake, lakini Yona akashangazwa kujiona yeye bado yu mzima, hajasagwa wala kupondwa wala hata kusongwa pumzi. Ni mwenye kupumua tena vizuri, hata ikawa yuko katika mazingira yale yasiyofaa kwa uhai. Hakuna shaka ni Mungu wa Yona ndiye anayetenda miujiza hiyo. Na alipotoswa tu kwenye maji,
Yasemwa kile chombo kilichokuwa na wasafiri kule juu, bahari ilitulia. Kisha chombo kile kikaendelea na safari, na wale wasafiri walisalimika, wakafika salama safari yao. Tukirudi kwa upande wa Uislamu unavyosimulia kisa hiki, maandiko yanaendelea kwa kusema, alipojitosa tu baharini, Mwenyezi Mungu akamtuma na kumwambia samaki mkubwa, chewa, wengine wanasema nyangumi, Yunus anakuja huyo, si chakula chako, usivunje hata mfupa wake mmoja, wala hata usichune nyama yake. Kwanza sio riziki yako huyo, kwamba tumekuletea iwe chakula chako. Basi samaki yule mkubwa akaenda na kummeza mtume Yunus. Nabii Yunus sasa akawa ndani ya tumbo la samaki chewa, na Mungu kwa maajabu yake akaja samaki chewa mwingine mkubwa zaidi, naye akammeza yule chewa aliyemmeza Nabii Yunus. Yunus yuko ndani ya kiza kizito, kiza cha tumbo la chewa wa kwanza, kiza cha chewa wa pili, na kisha kiza kizito cha kina cha bahari. The Storybook. Kwa mujibu wa simulizi za Waislamu, kisa hiki kinaendelea ya kwamba huku nyuma watu wale wa Ninawa aliowaacha Yunus wakaanza kushuhudia dalili zile alizosema Yunus za kuja kwa adhabu ya Mungu. Watu wa Ninawa sasa ukaidi wao ukafikia mwisho, na wakaanza kusema, hakika Yunus alikuwa akituambia ukweli, na hakika sisi ni wakosaji, na kama ni wakosaji basi haraka kabla ya kushuka kwa adhabu ya Mungu tutamrudia Mwenyezi Mungu. Watu wale waovu wa mji wa Ninawa wakashauriana na kusema, sasa kusanyeni watoto wote na walizeni kwa makusudi, na kisha na sisi watu wazima tulie kwa majuto kumlilia Mwenyezi Mungu. Na wakaenda mbali zaidi, paka na wanyama watenganisheni mnyama na mwanawe, ili nao pia washiriki nasi kulia kwa pamoja kwa majuto na toba kwa Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hivyo Mungu atasikia kilio chetu. Watu wazima, wanaume kwa wanawake, watoto wa kike na wa kiume walilia, mifugo yao ikapiga kelele, majike ya ngamia, ng'ombe na kondoo wakatenganishwa na ndama zao, nao pia wakalia. Mungu anasema, hakuna kijiji au mji wowote ambao tulipeleka mtume na kisha watu wa mji mzima wakatubu, isipokuwa tu mji wa Nabii Yunus. Basi na kwa hilo Mungu akawasamehe na akaipokea toba yao. Mwenyezi Mungu kutokana na uwezo wake, upole wake na rehema zake aliwaondolea adhabu, na kwa kuzingatia hilo Mungu anasema, je, hakikupatikana kijiji kimoja kilichoamini na imani yake ikafaa isipokuwa kaumu ya Yunus? Waliamini na sisi tukawaondolea adhabu ya kuwafedhehesha katika maisha ya dunia na tukawastarehesha kwa muda. Qur'ani 10:98. Imam Jafar Sadiq na maulamaa wengine wanasema Nabii Yunus ndani ya tumbo la samaki chewa alikaa kwa muda wa wiki nzima. Basi humo ndani katika tumbo la samaki chewa, Nabii Yunus aliweka historia kwa kugeuza tumbo la chewa na kulifanya nyumba ya ibada. Nikihama tena kidogo nikarudi katika Biblia, simulizi hii inaendelea kwa kusema, dakika zinapita, saa zinapita. Yona yuko sasa katika giza kubwa zaidi ambalo hajawahi kuliona, na humo anaanza tena kufikiri sana, na kisha anasali kwa Yehova Mungu. Sala ya Yona tunayosoma katika sura ya 2 kitabu chake inaweza kutufundisha mambo mengi kuhusu nabii huyo. Inaonyesha kwamba Yona alikuwa na ujuzi mwingi wa maandiko, kwa sababu sala hiyo inataja mara nyingi maneno yaliyoko katika Zaburi. Pia inaonyesha sifa fulani nzuri ya Yona, alikuwa mtu mwenye shukrani. Nabii huyo anamaliza sala yake hivi akisema, lakini mimi kwa sauti ya kutoa shukrani nitakutolea dhabihu, nilichoweka nadhiri nitakitimiza, wokovu ni wa Yehova. Yona 2:9. Kwa Waislamu, kuhusiana na uzito wa dua aliyoiomba Yona alipokuwa katika tumbo la samaki, wenyewe wanasema ya kwamba jina ambalo Yona lilikuwa kilitumia kumwomba Mungu ni jina ambalo Mungu anapendezwa zaidi ukilitumia kwenye kumwomba, na ikiwa utalirudia mara nyingi ama kufanya dhikri
kulitumia jina hilo, basi Mwenyezi Mungu atakupa lile ulitakalo. Nabii Yunus aliomba dua akisema kwamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wenye kudhulumu. Maombi haya ya Nabii Yunus yakawa yanazunguka katika arshi tukufu ya Mwenyezi Mungu. Malaika wakauliza wakisikia sauti itokayo duniani, wakasema, ewe Mola wetu, ni nani huyo? Mungu akajibu, huyo ni mja wangu Yunus. Malaika wakasema, ewe Mola wetu, tunakuomba umhurumie kupitia amali zake njema alizozifanya kipindi cha nyuma, zimwokoe yeye na balaa hili. Hivyo Mungu akakubali maombi ya malaika na akamwokoa Nabii Yunus kwa kumwamuru samaki kumtupa ufukweni. Nabii Yunus alitoka katika tumbo la samaki akiwa dhaifu kwa maradhi na kiwiliwili chake kikiwa hakina nguvu. Mungu anasema, lakini tulimtupa ufukweni patupu hali yu mgonjwa. Qur'ani 37:145. Na kisha simulizi inaendelea kuwa Mungu akamwoteshea katika ufukwe wa bahari mti wa yaktwini. Katika Biblia wanasema Mungu alimwoteshea mti wa mtango, mmea wenye majani mapana wenye faida nyingi katika mwili. Nabii Yunus ikawa anakula katika majani ya mti huo na kujificha chini ya kivuli chake kutokana na jua kali. Nabii Yunus akabaki kuwa katika hali hiyo kwa muda fulani mpaka afya yake ikaanza kurejea kidogo kidogo. Kipindi fulani mti huo ulinyauka na kukauka. Hivyo Nabii Yunus akalia kutokana na kukauka kwa mti huu, na Mungu akamsemesha kwa kumlaumu akimuuliza, hivi unalia kwa sababu ya mti huu kukauka, na wala hukulia kwa watu 100,000 au zaidi ya hao uliotaka kuwahilikisha? Basi hilo likawa funzo kubwa kwa Nabii Yunus. Na siku moja afya ya mwili wake ilipoanza kurejea vyema, alikuwa anatembea, akamkuta kijana mmoja anachunga mbuzi na kondoo. Nabii Yunus akamuuliza kijana yule anatoka katika jamii ya watu gani. Kijana yule akamjibu kuwa yeye anatoka katika ile kaumu ya Yunus, yaani watu wale wa mji aliotumwa kwenda kuwakomboa. Hivyo akamtaka amfikishie salamu zake kwa kaumu ya watu wale, na akawajulishe ya kuwa yeye amekutana na Yunus, huyu kijana aliyekuwa na busara na utambuzi wa hali ya juu, kwa kuwa alijua hukumu iliyopo kwa jamaa zake kuhusu adhabu ya mtu mwongo. Yule kijana akasema na kumwambia Yunus, ikiwa wewe ni Yunus, bila shaka unafahamu kwamba adhabu ya mwongo asiyeleta ushuhuda wa kile anachokisema kwa desturi yetu ni kuuliwa. Hivyo basi, ni nani atakayenishuhudilia mimi hayo unayoyasema? Yunus akasema, mti huu na eneo hili vinatosha kuwa ni shuhuda kwako wewe. Kijana yule akamwambia Yunus, basi mti huu pamoja na ardhi yake viamrishe vinitolee ushahidi. Nabii Yunus akauambia mti ule na ardhi yake kwamba atakapowajieni kijana huyu mtoleeni ushuhuda. Mti na ardhi vikajibu vikasema ndiyo. Na yote haya yamefanyika kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Kijana baada ya kushuhudia yale, basi akarejea kwa watu wake, naye alikuwa na ndugu wenye hadhi na madaraka. Hivyo kijana yule akamwendea mfalme na akamjulisha ya kuwa amekutana na Yunus, na akafikisha salamu za Yunus kwa mfalme na jamaa zake. Na wakati huo habari iliyothibiti kwa mfalme ni kwamba Yunus alishakufa muda mrefu. Wasafiri walimhadithia mfalme kuwa Yunus alitupwa baharini na kumezwa na samaki. Habari ya kijana huyu kudai kwamba Yunus yu hai ilionekana ni uongo wa dhahiri. Hivyo mfalme akaamuru kijana yule auliwe pale pale. Kijana akasema ana ushuhuda unaothibitisha maneno yake. Hivyo mfalme akatuma watu wake kwenda kuthibitisha jambo hilo. Na walipofika katika mti na eneo ambalo Yunus aliviamrisha vitoe ushuhuda, kijana yule akauliza ardhi na mti na kusema, tunakuombeni kwa Mungu, je, nyie mmemshuhudia Yunus kuhusu kadhia hii? Basi kwa miujiza ya Mungu ile ardhi na ule mti vikatoa sauti na kujibu vikasema, ndiyo. Wajumbe wale wakarudisha majibu kwa mfalme wakiwa na hofu na wasiwasi. Mfalme alivyosikia habari hiyo alijivua madaraka yake, akaushika mkono wa kijana yule na kumkalisha katika kiti chake cha ufalme, na kisha kumsimika ufalme kwa kumwambia,
wewe unastahiki zaidi wadhifa huu kuliko mimi. Na simulizi zinasema kijana yule alitawala na alihukumu kwa kipindi cha miaka 40, akisimamia mambo ya watu wake kwa kusuluhisha baina yao. Basi simulizi za Biblia katika kitabu cha Yona sura ya 3 mstari wa 1 zinahitimisha kwa kusema, baada ya Yona kutoka katika tumbo la samaki, ndipo neno la Yehova likamjia Yona mara ya pili na kusema, ondoka uende Ninawi, ule mji mkubwa, ukautangazie neno ninalokuambia. Inasemwa Yona mara hii sasa hakusita. Basi Yona akasimama na kurudi Ninawi kukamilisha kazi ya Mungu kulingana na neno la Yehova. Ni wazi kwamba makosa yake ya mwanzo yalimfundisha.